Shalom wapendwa katika Kristo. Siku ya leo ni siku njema ambayo Bwana ametupa kibali ya kuendelea na somo letu ambalo lilikuwa linasema vita visivyoonekana. Na leo ni mwendelezo wa somo hili. Na leo tutaangalia kichwa kinachosema nguvu ya kiroho. Wapendwa, kuna vitu vinaendelea ambavyo macho ya mwili hayaoni, lakini vinaathiri maisha yetu ya kila siku, vinaathiri mawazo yetu na mioyo yetu na hatima ya maisha yetu. Na leo natamka kwa jina la Yesu, hupaswi kukaa chini ya mzigo usioelewa chanzo chake ni kipi. Maana Biblia inasema kwenye waraka ule wa Korinto ule wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 ya kwamba kesheni, simameni imara katika imani. Kuna watu wamechoka ndani, wamekata tamaa ndani, lakini hawawezi kueleza kwa maneno. Kuna watu wanatabasamu la nje, lakini ndani wamejaa huzuni, ndani wamejawa na vita, ndani wamejawa na masimango. Kuna watu wameanza kupoteza hamasa ya kuomba. Kuna watu wameanza kupoteza hamu ya neno la Mungu. Kuna watu wameanza kupoteza moto wao wa kiroho. Lakini leo katika jina la Yesu Kristo tunakataa kila minyororo, kila vifungo, kila uchovu wa kiroho. Na natamani Mungu akakurudishe pale ambako umepunguka, akakuongeze zaidi na zaidi kwenye viwango vingine. Ninapinga kila roho ya kukata tamaa. Ninapinga kila wingu la giza juu ya akili yako. Ninapinga kila sauti inayokuambia umechelewa, umeachwa, huwezi kubadilika. Isaya, kitabu kile cha nabii Isaya sura ya 40 mstari wa 31 inasema, wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Nasema juu ya maisha yako leo, nguvu mpya zinaingia ndani yako. Moto mpya wa maombi unawaka tena ndani yako. Nia mpya ya kumtafuta Mungu inarudi tena ndani yako kwa upya, kwa jina la Yesu Kristo. Na tamanio langu, kila kifungo cha kiroho kinavunjika. Kila kifungo cha yule mwovu kinavunjika, kinaharibika. Kila mzigo wa ndani unaondoka. Kila giza linalokuzuia linaanguka chini sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, simama tena, omba tena, amini tena, ishi tena kwa neema ya Kristo. Baba Mungu, warejeshe watu wako nguvu zao za kwanza. Warejeshe moto wao wa kiroho.
Warejeshe Roho Mtakatifu, ukaendelee kuwahudumia, ukaendelee kuwainua, ukaendelee kuwapigania kwenye nafasi zao, pale ambako adui amewashikilia Bwana, ukaendelee kuwainua Bwana, ukaendelee kuwarejesha Mungu wa rehema, ukaendelee kuwarudisha kwenye kusudi lako, wewe uliye na kusudi na kila mmoja. Achilia neema yako, achilia kibali chako kikajidhihirishe ndani yao. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Penzi msikilizaji, tutaendelea wakati mwingine, Mungu akitupa kibali kwa neema yake. Barikiwa sana.